The Philosophy Story. Kuna dini mingi sana duniani. Nilipoamua kuchunguza baadhi ya dini, nilipata kuna dini zipatao 118. Kwa utafiti mwingine ukaniambia kuna dini zipitazo 1000. Ila kati ya hizi dini zote 118 ambazo zimesimamia zaidi ya 1000 za dini tofauti duniani, ikiwa ni dini mbili zilizokubwa sana. Dini hizi zilizo mbili kubwa sana ziko na wafuasi wengi hapa Afrika na kule Ulaya, katika bara tofauti ikiwemo bara Asia, bara Amerika na bara zinginezo. Hizi dini mbili ambazo ndizo ziko na wafuasi wengi, waumini wanasema hizi dini zina mafunzo na mambo ya mema. Haswa sisi watu tutokao katika mashariki mwa Afrika, yani Eastern part of Africa, ama mashariki mwa Afrika, dini ambazo zimechacha hapa ni dini hizi mbili ambazo ni Ukristo na Uislamu. Ndugu zangu, sisi wa Kristo na Uislamu tunamwamini yupo muumbaji mmoja anayetuongoza. Wakristo wanamuita Jehova, wanamuita Jalali, wanamuita Maulana, wanamuita Mungu na majina mengine ambayo amepewa. Kwa ndugu zetu Waislamu wanamuita Allah. Dunia hizi dini mbili zikishikana kwa sababu ya kutiana moyo, kuombeana na kuongoza nchi yetu itakaa na amani. Ila ukakamavu ambao utaingia kwa kuona kwamba dini yangu ndio iko sawa kuliko dini ya mwenzangu, dini yangu ndio iko na wafuasi wengi kuliko ya mwenzangu, dini yangu ndio inayemwabudu Mungu wa kweli, hii ingine ni mambo tu ya imani ambazo mwanadamu anajipatia ni kwa ajili ya kujipa faraja. Kama tutaamini kwamba dini yangu ni bora kuliko ingine na tuanze kutupiana baadhi ya mafumbo na baadhi ya mambo mazito kuelekea kwa dini ya mwenzetu, dunia haitasaidika. Tatizo linalotoka kwa baadhi ya dini ni kuamini kwamba hii iko sawa kuliko hii. Ila sababu ya kuwepo kwa dini si sababu ya kusema kwamba yangu ni sawa kuliko ya mwenzangu. Sababu ya kuwepo kwa dini ni kwa sababu ya kuunda mchachato na viumbe ambavyo watakavyowaeleza wengine na kuelekeza dunia iishi kwa amani na kumwabudu Maulana. Ila dini za sasa zimeanza kutupiana mafumbo kwa kujiona kwamba hii ni bora kuliko ya mwenzangu. Ndugu zanguni, sisi wote tunatamani wakati mmoja tuende peponi, tufurahie roho iliyo huko peponi. Nimeandaa chapisho linaloelezea kuhusu peponi kuwa ni mahali pazuri, mahali ambapo watu watakaa na amani, chakula kizuri na mambo mema yote ambayo utakayoyataka yako kule peponi, ikiwemo ukitamani wanawake wazuri, ukitaka vitu vyote vizuri viko huko peponi. Kando na peponi kuna Jehanamu, kwa shimo la moto. Ukienda huko utapata mateso makubwa sana. Si sote dini ilikuja ni kwa ajili tufunze sote tuelekee peponi, tufurahie uzuri ulioko kule.
Ila mandugu zangu, kwa sasa tumeanza kuiona kwamba hii yangu ni bora kuliko ya mwenzangu. Tumeanza kuona kwamba hii ambayo mwenzangu anaiamini haifai kuaminika hata kidogo, ambacho hakiendani sawa sawa na kusudi la kuwepo kwa dini. Dini zetu mbili, naomba radhi. Ukisikia mwenzako ni Muislamu, ama ukisikia mwenzako ni Mkristo, au dini yeyote ukisikia mwenzako, naomba tu umtie moyo, mpeane maneno ya kushauriana, na mkumbushane kwamba tunafaa kumuomba Mungu atuandalie mwisho ambao utakuwa mwema kwetu. Isiwe nyinyi ni watu ambao mnapenda tu kutusiana, mnapenda kukagua baadhi ya maandiko. Vitabu vya dini vinatufunza mengi, ila kuna wengine wameanza kuingia katika hivi vitabu vya dini na kuanza kuvifafanua njia tofauti na tofauti sana na jinsi ambavyo inavyosemwa. Mtume Muhammad ameelezea mambo mengi kuhusu uhai wa mwanadamu na jinsi mwanadamu anafaa kuishi. Yesu Kristo ameelezea mambo mengi jinsi ambavyo sisi tunafaa kuishi. Kuna jambo moja ambalo alilisema Mtume Muhammad, na pia alisema Yesu Kristo. Alisema kuna baadhi ya commandments, na hizi commandments kuna moja ambayo ni kubwa na imeshikilia hizi zote. Akasema umpende Mungu wako jinsi ambavyo umpende Mungu wako na moyo wako wote, na roho yako yote, na akili yako yote. Ina maana kama ni mfuasi wa dini yote, umpende Mungu wako na moyo wako wote, akili yako yote, na moyo wako wote, hata nafsi yako. Pia kama utampenda Mungu, basi utapenda wafuasi wa Mungu na utapenda baadhi ya maandiko ya Mungu huyo. Pia Yesu akasema kwamba mpende jirani yako jinsi ambavyo unavyojipenda. Mwanzoni akatia shahada na kusema mpende mwenzako jinsi ambavyo Yesu mwenyewe alitupenda. Mwisho wa kunukuu kwa Mtume Paulo. Namaanisha kama wewe ni Mkristo ama wewe ni Muislamu, mpende mwenzako jinsi ambavyo wewe unavyojipenda. Penda dini ya mwenzako jinsi ambavyo wewe unavyojipenda. Msiwe na shauku la kutusiana, kujiona ni bora kuliko mwenzako, bali si sote wa dini, tukumbatiane, tutiane moyo. Isikuwe ni kujitenga na mwenzako, bali umkumbatie na kumtia moyo. Na hakika tukikumbatiana na kupendana, tutakutana kule peponi panapo raha, na hapa duniani tutaishi na amani na upendo. Mpende jirani yako na imani yake jinsi ambavyo unajipenda wewe mwenyewe, na imani yako na dini yako wewe mwenyewe. Mimi naitwa Patrick Mungei, Pastor. Life Philosophy Story.